إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، الله سبحانه وتعالى ametuneemesha na neema nyingi, na miongoni mwa neema bora kabisa aliyotuneemesha nayo Allah subhanahu wa ta'ala, na tuomba Allah subhanahu wa ta'ala tufishe katika neema hii, ni neematul Islam, neema ya Uislamu, dini ambayo ndiyo ya pekee ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameichagua kuwa ndiyo dini ya haki. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. hakika dini inayotambulika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni dini ya Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala akafungamanisha khasara kwa yeyote atakayeondoka katika huu ulimwengu bila kuifuata dini ya Uislamu. فقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الله سبحانه وتعالى aweka wazi na kusema, yoyote atakayefuata dini isiyokuwa ya Uislamu, falan yuqbala minhu, haitakubaliwa dini hiyo ya batil kutoka kwake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. wa huwa fil akhirati min al-khasirin, na kesho akhira atakuwa katika wale waliokula khasara mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndani ya moto wa jahannam, iyadhan billah. Ibadallah, weka hili jambo mbele ya macho yako, kuwa lau kama si Uislamu basi sote ni kuni ndani ya moto wa jahannam, iyadhan billah. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akatuhusia na kusema: ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Vile itakavyokuwa, hakikisha umeondoka katika huu ulimwengu ukiwa katika Uislamu. Ukifa katika Uislamu umefaulu, na hii ni neema kubwa miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala juu ya mja wake. Mtume sallallahu alayhi wasallam akiliweka wazi hilo. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, naapa kwa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko katika mikono yake, la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Rawahu al-Imam Muslim. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, naapa
kwa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko katika mikono yake, ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala, hatasikia kuhusu mimi myahudi yoyote au mnasara kisha akafikiwa na mauti bila ya kuniamini, illa kana min ashabin nar, isipokuwa atakuwa ni katika watu wa motoni, iyadhan billah. Ayuha almuslim, kuwa na izza katika moyo wako. Allah subhanahu wa ta'ala amekuneemesha na dini iliyo bora kabisa. Usione haya kudhihirisha uislamu wako, ni neema Allah subhanahu wa ta'ala amekupa. Wengi katika wanadamu wameikosa. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا طلبنا العزة بغيره أذلنا الله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسمى: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. sisi ni watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametupa izza na utukufu kwa Uislamu. fa idha talabna al-izzata bighayrihi adallana Allah, tukiutafuta utukufu kinyume na Uislamu, Allah subhanahu wa ta'ala atatudhalilisha. Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi kuwa katika huu ulimwengu na kesho akhira watakaoshinda ni wafuasi wa mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. يقول الله سبحانه وتعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. Allah subhanahu wa ta'ala jambo hilo amelipitisha kuwa ushindi ni wake yeye na mitume wake. walillahi al-izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin walakinna al-munafiqina la ya'lamun. utukufu na izza ni wake yeye Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake na waumini, lakini wanafika hawayajui hayo. wa inna jundana lahumul ghalibun, na jeshi letu hakika ndiyo shindi. haya ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio maana masahaba wakautawala ulimwengu pale walipotaazaz na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakawadhalilisha kuffar. Lakini leo tizama hali yetu, sisi ndio wadhalilifu kabisa kwa sababu ya kukaa mbali na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwa wadhalilifu chini ya kujifananisha na kuffar, ikapelekea ule udhalilifu tunaoona leo, iyadhan billah. aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala almab'uth rahmatan lil alamin, نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا طلبنا العزة بغيره أذلنا الله. sisi ni watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametupa izza na utukufu kwa Uislamu. Tukiwa kweli tutaka utukufu katika huu ulimwengu na kesho akhira, basi ni tushikamane na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. fa idha talabna al-izzata bighayrihi adhallana Allah, ukiutafuta utukufu kwa kinyume ya Uislamu, basi Allah subhanahu wa ta'ala atatudhalilisha. ibadallah, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingi ametukataza kujifananisha na kuffar min alyahudi wan nasara wa ghairihim, na akamfundisha Muislamu awe ni kiumbe ambacho kikitembea katika hii ardhi chatamayaz, kila mmoja amfahamu kuwa huyu ni Muislamu. Na ni jambo ambalo masahaba walikuwa wakitaazaz nalo, kuwa wajulikana hawa ni Waislamu, wako tofauti na watu wengine. mara ngapi Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi zake akisema: khalifu alyahud a'fu al-liha,
wakhalifuni mayahudi, ziacheni ndevu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema khalifu alyahud sallu fi ni'alikum wa khifafikum fa inna alyahuda la yusalluna fi khifafihim. Wakhalifuni mayahudi, swalini mkiwa mmevaa viatu na khufu zenu, kwa sababu mayahudi hawavai khufu. Ibadallah, Mtume sallallahu alaihi wasallam akazungumza maneno lau kama muislamu atayazingatia katika kila analolifanya katika maisha yake atachunga sana. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا أي الصحابة؟ اليهود والنصارى. قال فمن؟ متفق عليه. Mtume sallallahu alaihi wasallam akazungumza maneno haya kwa kututahadharisha ummati wake na kusema la tattabi'unna sanana man kana qablakum, mtafuata njia za wale waliokuwa kabla yenu. Dhira'an bi dhira'in, shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, shiburi kwa shiburi na dhiraa kwa dhiraa. Pale walipokanyaga na nyinyi mtakanyaga. Na maneno haya yameyazungumza kututahadharisha mpaka kufikia kusema hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh, hata wangeingia katika tundu la kenge, mnyama ambaye mwajua mkiingia katika tundu lile atawadhuru, la dakhaltumuh, mtaingia katika tundu hilo. Bali katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam asema hatta law ata ahaduhum ummuhu la wujida fikum man yaf'alu dhalika, hata ikifikia mmoja wao kumuingilia mama yake mzazi, atatoka katika nyinyi waislamu atakayemwiga. Naudhu billah. Mtume sallallahu alaihi wasallam azungumza maneno haya kwa masahaba. Qalu, masahaba wakamwambia ya Rasulullah, alyahud wan nasara, wakusudia tutajifananisha na mayahudi na manasara. Qala faman, nani wengine wasiokuwa hao? Tizama leo vijana wetu na hali waliokuwa nayo, kuanzia katika unyozi, mavazi wanaoyavaa, mwendo wanaotembea, yale wanaoyafanya. Nimuombe Allah subhanahu wa ta'ala uongozi. Hali imekuwa yatisha ibadallah. Mara ngapi tumechoka kuwaambia vijana kutovaa nguo za mpira zilizo na msalaba tena katika moyo wake, lakini ni wangapi wanaokuja ndani ya misikiti amevaa fulana ya mpira ina msalaba katika kifua chake, au amebeba jina la kafiri kwa sababu ni mchezaji mpira katika maungo yake. Na huu ni udhalilifu wa hali ya juu. Na pindi unapojifananisha na kujifakhirisha na huyo unajifakhirisha naye, bila shaka utajifananisha naye mpaka atakuathiri katika moyo wako, iyadhan billah. Ibadallah, leo vijana wetu wamekuwa wajifananisha na watu ambao wameanguka kabisa katika maadili yao. Lakini tutizame na sisi wazazi, ni wangapi katika wazazi wanaokwenda kuwanunulia watoto wao mavazi? Ukiyatizama mavazi waweza kufikiria yameokotwa. Tizama zile nguo wanazoziita za wenda wazimu. Wallahi wako wazazi aenda mwenyewe mpaka duka la nguo, anunua suruali imechanika chanika, na pengine imechanika katika sehemu ambayo hatakikani mtu kuidhihirisha anapofanya ibada ya swala. Lakini tumeona wangapi katika vijana wakivaa. Aweza kutokea mtu hana maana katika maadili yake, na ukampata kijana wa Kiislamu wamfuata. Na mifano kama hii iko mingi ibadallah. Ukiisoma hadithi hii la tattabi'unna sanana man kana qablakum, iweke mbele ya macho yako. Unapotaka kununua nguo itizame, kila unachokifanya tizama. Muislamu atakikana awe na izza na dini yake. Na
Mtume sallallahu alaihi wasallam akatutahadharisha sana na kusema katika hadithi ya Ibn Umar radhiyallahu anhuma, rawahu Abu Daud wa ghayruhu, waman tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, na mwenye kujifananisha na watu basi yeye ni katika wao. Ikiwa atajifananisha na watu wa kheri, basi atakuwa ni katika watu wa kheri, na akijifananisha na watu waovu atakuwa ni katika wao, iyadhan billah. Ni nani katika waislamu aridhia kesho akafufuliwe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na watu waovu kama hawa? يقول الله سبحانه وتعالى احشروا الذين ظلموا وازواجهم. katika tafsiri احشروا الذين ظلموا وازواجهم اي وامثالهم في الاعمال, wafufuani na muwakusanye, wafufuliwe wale waliokuwa waovu na wakusanywe na wale waliojidhulumu nafsi zao na mfano wao, kisha wakusanywe pamoja, iyadhan billah. Ni nani anayetaka kuwa pamoja na watu waovu kama hawa? Mbele yetu kuna idi nyingi sana za makafiri. Wallahi yatia uchungu kama kijana wa Kiislamu akiingia katika sherehe kama hizi na kusherehekea. Kutasherehekewa Krismasi. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika kitabu chake, wayundhira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada. Katika yale yaliyoteremshwa katika kitabu ni kuwaonya wale waliosema kuwa Allah ana mtoto. Ni maonyo haya na tahadhari. Lakini ni wangapi watakaowapa watu pongezi wanaoitakidi kuwa kumezaliwa Mungu? Wallahi lau kama wangelitambua yale wanaoyasema, ni moja kwa moja iyadhan billahi waingia katika kufuru. Ibadallah, haya mambo yamekithiri katika asri hii tunaoishi. Tuwatizame makini watoto wetu, tujitizame makini nafsi zetu, tusije tukaingia katika kujifananisha na wale waliokasirikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kesho iyadhan billah tukafufuliwa pamoja na wao. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم إلى دينهم ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.